Karibu tena ndugu mtazamaji wa Nishani ya Tai. Kama bado haujasubscribe, usisahau kubonyeza subscribe na kuwasha kengele ili kila video mpya ya historia na maarifa ya watu wa Mungu uwe wa kwanza kuiona. Katika video zilizopita tulizungumza usaliti wa Yuda Iskariote, kuna msaliti mwana wa Adamu kwa kumbusu. Lakini leo tunaenda kuchimba swali lingine la kuvutia sana. Ni nini kilitokea katika saa za mwisho kabla Yesu hajafa? Hii ni hadithi yenye huzuni, lakini pia ni mafundisho makubwa sana. Yesu alijua kuwa muda wake umefika. Kabla ya kukamatwa kwake, Yesu tayari alijua kwamba saa yake imekaribia. Usiku mmoja alikusanyika na wanafunzi wake kula chakula kinachoitwa Pasaka ya Wayahudi, aepuke mateso yaliyokuwa yanakuja. Lakini bado akasema katika Luka 22 mstari wa 42, si mapenzi yangu bali yako yatimizwe. Yesu akakamatwa. Baada ya maombi hayo, askari walikuja kumkamata, wakiongozwa na mwanafunzi aliyemsaliti, Yuda Iskariote. Yuda alimpa Yesu busu kama ishara ya kumtambua. Mathayo 26 mstari wa 48, yule niliyembusu ndiye. Ndipo askari wakamkamata Yesu. Yesu akapelekwa kuhukumiwa. Yesu akapelekwa mbele ya viongozi wa dini na baadaye kwa gavana wa Kirumi aitwaye Pontio Pilato. Pilato hakupata kosa kubwa sana kwa Yesu. Katika Yohana 18 mstari wa 38, na wenyewe ukawa umeandika, sioni hatia yoyote kwa mtu huyu. Lakini umati wa watu ulisisitiza, auliwe, asulubishwe. Yesu alipigwa na kudhalilishwa. Askari walimtesa sana Yesu, wakimpiga, wakamvalisha taji ya miiba na kumdhihaki. Mathayo 27 mstari wa 29, wakamsokotea taji ya miiba, wakamvika kichwani. Lakini swali kubwa ni je, kwa nini Warumi walikuwa wanatumia msalaba kuua watu? Kwa nini hawakutumia njia nyingine rahisi? Kwa nini walichagua adhabu hii ya kikatili sana? Hebu tuchimbe historia kidogo ya kuhukumiwa msalabani. Msalaba ulikuwa ni adhabu ya Warumi. Kusulubiwa msalabani ilikuwa ni adhabu iliyotumiwa sana na dola ya Roma. Warumi walitumia kama adhabu kali kwa wahalifu wakubwa, hasa waasi wa serikali, watumwa waliokimbia, wahalifu wa kivita. Lakini lengo halikuwa tu kumuua mtu, bali ni kumtesa na kumdhalilisha hadharani kabisa. Lakini ilikuwa ni njia ya kuogopesha watu. Warumi waliweka misalaba karibu na barabara au maeneo ya wazi ili kila mtu yeyote yule aone. Hii ilikuwa ni kama ujumbe kwa kusema, ukiasi tu serikali ya Roma utaishia hivi. Hivi mnaikumbuka Golgota? Ule ni mlima. Sasa ndo hichi Warumi walikuwa wanakifanya, kukuweka kwenye sehemu ambayo ni ya juu kidogo au ni sehemu ni ya barabara ili watu wakuone na uzalilike. Aisee, inasikitisha sana. Ilikuwa ni njia ya kifo cha polepole sana. Kifo cha msalabani hakikutokea haraka. Mtu aliyosulubiwa alibaki akining'inia kwa masaa au siku, akipata maumivu makali sana, na mara nyingi alikufa kwa kukosa pumzi. Ndio maana wanahistoria wengi wanasema kusulubiwa ilikuwa ni moja ya adhabu ya kikatili zaidi katika historia ya binadamu. Lakini kwa nini Yesu alichaguliwa kusulubiwa? Kwa upande wa Yesu Kristo, viongozi wa dini walimshtaki mbele ya gavana wa Roma aitwaye Pontio Pilato. Walidai kuwa Yesu alijifanya mfalme. Kwa Warumi, mtu aliyejitangaza mfalme angeonekana kama muasi dhidi ya Roma. Ndiyo maana Pilato aliruhusu adhabu ya kusulubiwa. Yohana 19 mstari wa 17, akatoka hadi amechukuliwa msalaba wake. Hapo ndipo aliposulubiwa. Masaa ya mwisho ya Yesu Kristo yalijaa maombi, yalijaa usaliti na hukumu isiyo na haki. Lakini kupitia tukio hilo ndipo mgongano wa wokovu ulitimia.
mikononi mwako. Naiweka roho yangu. Kama umejifunza jambo jipya leo, tafadhali usiache kusubscribe kwenye channel ya Nishani ya Tai. Usiache kulike, lakini pia usiache kushare video zetu ili watu wengine wajifunze historia nzuri kama hizi. Na kwenye video inayofuata tunaweza tukachimba mada itakayokushangaza sana. Tafadhali usikose.